kijana unatakiwa kwanza uwe defined. Naomba kunisikilize sana vijana. Yaani tukikutaja jina au ukitokea kwenye jamii mbele ya watu, lazima wajue wewe ni nani. Lazima uchague kitu ambacho kitakutafsiri wewe kama wewe. Kwa mfano, aidha watu wakikuona watasema huyu ni askari polisi, kazi yake ni hii, au huyu ni fundi ujenzi, kwa hiyo kazi yake ni fundi ujenzi. Huyu ni mvuvi, huyu anavua, kijana huyu anavua. Huyu ni fundi umeme. Lazima uchague kitu kama kijana kinachokutafsiri wewe, shughuli yako ya kiuchumi ni nini. Hilo jambo la kwanza kama kijana. Yaani usiwe kijana ueleweki, mtu akitaka kukupa fursa akupe fursa gani? Naona ndugu yangu waziri hapa, namuona kwamba nikimwona waziri najua huyu ni driver. Kwa hiyo kama nina fursa ya udriver najua nimtafute mtu fulani. Sijui tumeelewana vizuri. Kwa hiyo you must be defined. Lazima utafsirike wewe ni nani. Usikubali kijana uwe uko huna professional ya aina yoyote, huna ujuzi wa namna yoyote. Vyuo vipo, mafunzo mbalimbali yapo, wewe uko hujui wewe ni nani. Kijana lazima hilo la kwanza utafute. Kama huna sasa, umri wenu bado ni mdogo, muda mnao, lazima utengeneze mazingira ya kutafsirika wewe kama kijana ni nani. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kijana lazima uwe reliable. Yaani watu wakutegemee, uwe unategemeka kwenye jambo lile ambalo umechagua kulifanya. Sio wewe unasema ni kazi yako bodaboda, lakini watu wakisema tumpigie nyundo kama bodaboda, watu waliokuzunguka wanasema huyo usimtafute. Lazima uwe reliable, unategemeka. Yaani wewe fundi umeme, ukipewa kazi hakikisha inakamilika kwa wakati. Fundi ujenzi, hakikisha ukipewa kazi na mtu unakuwa mkweli, unafika kwa wakati, unajenga kwa wakati, unamaliza kazi kama mlivyokubaliana na aliyekupa hiyo kazi. Sio bodaboda unapiga simu, njoo nifuate hapa Dodoli au nifuate hapa Masoko bandarini, unasema nakuja, kumbe unamteja unampeleka Kivinji. Yaani mtu anasubiri dakika 45 hujafika. Kijana wa bodaboda, nikwambie kesho huyo mtu hakupigii simu, unapoteza mteja. Sisi tumeelewana vizuri. Unakuwa muongo. Watu wakishazoea ni muongo, wateja wamepotea, unaanza kusema kwamba bodaboda, kazi ya bodaboda ni ngumu, au kijiweni wananiroga, unatafuta waganga. Kumbe umetengeneza wewe mwenyewe kutokuaminika na unapoteza wateja. Na kwa sababu bodaboda ziko nyingi, watu watatafuta mbadala, hawawezi kutegemea. Lakini kitu kingine kama kijana, lazima uwe na strength, uwe na nguvu ya kufanya wewe uwe tofauti na vijana wengine. Kwa lazima utafute nguvu yako kama kijana. Sisi tumeelewana vizuri vijana. Yaani wewe kijana, nguvu yako ni nini? Na kwa mfano waziri ndugu yangu, yeye nguvu yake namba moja kubwa, kwa sababu namfahamu, ni mkweli 100%. Ni mkweli, kaamua awe mkweli. Tafuta nguvu yako ni nini. Nguvu yangu mimi ni juhudi. Nikitoa kazi na juhudi kweli kweli. Kwa hiyo wakitaja watu 5,
Yaani wewe unakuwa wa kwanza, kwa sababu huyu nikimpa kazi anaifanya kwa juhudi kweli kweli kazi yangu, na inafanyika kweli kweli. Tafuta nguvu yako kama kijana. Wewe nguvu yako ni nini? Kwa mfano, kuna mafundi seremala hapa, ukiwapelekea mbao, yaani baada ya miezi mitatu unaona bora ukachukue mbao zako. Kitanda hakiishi, kama ni kabati haliishi, mbao wameziweka kwenye mvua, zinapigwa na mvua nje, kila ukipita unaona mbao zako zinaharibika, fundi hamalizi. Sisi tumeelewana vizuri? Msiwe vijana wa namna hiyo. Lazima utafute nguvu yako. Wewe nguvu yako inategemea kwenye jambo gani? Kuna mwingine tu smartness, unampa kazi ukiona hivi mwenyewe, yaani kama ni mlango, kama ni varnish anapiga varnish vizuri, kama ni msasa anapiga inavyotakiwa, alikui kazi kama kijana. Kwa hiyo nguvu yake yeye, ule usmart wa kazi unaompa, watu wanamkimbilia kwamba ukitaka kazi nzuri nenda kamtafute mtu fulani.